Madua na raia na rais la tamasa. Okay. Yana yera dua mera duye na yena dura wana vera harashiyo greater shiki yana nabushu ya wanavio wanaotoka katika jamii za maa. Kwanza maduye kanyo dura na raia darajo nde mashoma iteru atasa rara ama yola jara mikakati mingi ambayo labda umejiwekea kama rais. Okay. Kage kanyo duye na ninde mafoma iteru rara sasa sho kanyana ninde marasa na rais la tamasa. Aho. Kwanza mimi kama rais ni lazima nihakikishe nina malengo. Na kiuhalisia toka nilivyochaguliwa nilikuwa na malengo ambayo nilikuwa natazamia kufanya hata kabla sijawa rais. Na nashukuru Mungu wenzangu wakaniamini wakaniweka hapa. Kwa mimi kama rais kwanza ninaahidi kuhakikisha mikoa yote ya nchi itakwenda kuungana. Tutahakikisha tutafuta mbinu, lakini tutazungumza na wenzetu na tumeshaanza sofa kwamba tutafute namna tuungane kwa pamoja tufanye kazi kwa pamoja. Lakini dhumuni langu la pili nataka nihakikishe vijana wa Kimasai wote kwa pamoja tuna uwezo wa kusimama na kuzungumza lugha moja hasa kwa ajili ya jamii yetu. Imekuwa changamoto kwa miaka iliyopita sana. Unaweza ukasikia upande huu wanazungumza hichi, upande huu wanazungumza hichi. Na tunafahamu kanda za Kimasai. Sasa tunataka kuhakikisha zinakuja pamoja na tunazungumza lugha moja. Mimi kama rais nitaahidi kwamba tutapambana na nitapambana kadri nitakavyoweza na nikisaidiwa na Mungu kuhakikisha mambo yote yatakwenda vizuri. Nina vitu vingi sana vya kueleza watu, lakini tutaendelea kuzungumza na tutaendelea kufanya watu wataona hasa kwa matendo. Hongera sana, na bila shaka kama wamekupa hiyo nafasi au hiyo ridhaa ya kuiongoza kama rais na sisi tuna matumaini kabisa kwamba utaenda kufanikiwa kwa haya yote au kwa malengo yote hiyo ambayo umeamua kujiwekea kwenda kufanya kwa ajili ya tamasa. Sasa kuna ili tamasha ambalo mmeweza kufanya kubwa sana na uzuri mimi mwenyewe nilikuwepo na kweli ilikuwa ni tamasha ambalo lilifana sana. Mimi sikutegemea. Amo mmeanza sio muda mrefu sana ndio maandalizi la tamasha haki yetu ifanikiwa kwa kiasi hili. Siri ilikuwa nini hasa mpaka mkafanikiwa kufanya tamasha kubwa namna hiyo? Okay. Sawa. Na pia utatuambia kwa nini hasa kwa sababu ile tamasha nafikiri ni mara ya kwanza mmefanya. Kwa hiyo utatueleza pia kwamba kwa nini mmeamua kufanya ile tamasha. Siri ilikuwa wapi mpaka mkafanikiwa kwa namna ile, lakini kwa nini hasa mmeamua kufanya tamasha duo la Ormasai na ongera ashwa wasomi wa Ormasai wagresoma katika vyuo vikuu na jakati. Okay, sawa. Swali zuri sana. Lakini nianze tu kwa kusema kwanza lengo kuu la tamasha la kuandaa ile tamasha ilikuwa ni kwa sababu ya kufanya launching ya tamasa. Kwa hiyo kwa sababu unaweza kusikia kabisa tamasa tulianza nyuma kidogo, lakini hatukuwahi kutangaza kwa level ya kimataifa. Kwa hiyo tulisema tutafute namna ya kuhakikisha tunakutanisha watu kutoka katika nchi yetu ya Tanzania, hata ikiwezekana kutoka nje. Lakini sisi lengo letu ku launch tamasa. Ku launch tamasa maana yake tunatangaza katika level ya kimataifa na ijulikane mikoa yote na watu wote wafahamu kwamba kuna kitu kinaitwa tamasa na kazi zake ni hizi, na tulizisema siku ile tulitaja objectives zetu pale kama uliona na tulidisplay kabisa kwa ukubwa. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi pale na nilikuwepo, kwa hiyo nimeshuhudia hayo yote. Yes. Kwa hiyo sasa kinachotokea ni kwamba tulifanya kwa sababu tulikuwa tunataka kwanza ku launch tamasa. Lakini pili tulitamani pia kuhakikisha tunawaleta vijana wa Kimasai pamoja angalau mara moja waonane, lakini pia tutengeneza connections baina yetu wote. Hakuna kitu kizuri kama ukikutana na mtu anayesoma uchumi kama wewe anayesoma UDOM wakati wewe unasoma Arusha, labda chuo cha Wasibu Arusha. Kwa hiyo ni raha sana. Kwa hiyo tulisema tunataka tuwatengenezee ndugu zetu platform ya kuwakutanisha kwa pamoja. Na baada ya kutengeneza hilo tukio, mimi ni kuhakikishia kuna watu mpaka leo wanawasiliana lakini walikutana kwenye lile tukio. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu tulifanikiwa. Lakini siri ni nini mpaka tukafanikisha? Nafikiri ni swala msingi ambalo umeuliza. Yes. Siri kwanza ni kuwa na watu ambao wanafikiria kama mnavyofikiria. Ukiwa na viongozi ambao wanakwenda na wewe wanaamini kile ulichonacho kichwani, basi wewe na uhakika utafanikiwa. Kwa hiyo timu iliyoundwa mimi nikiwa miongoni tulikuwa pamoja sana. Ni kamati ambayo kiuhalisia ilinishangaza mimi. Tulipambana kadri tulivyokuwa tunaweza kuhakikisha lile swala linakwenda kutokea. Tulikuwa tunakutana na misukosuko katika maandalizi, mnamfuata mtu mnamuomba funds kwa ajili ya kufanikisha tukio, lakini mnaanza kumpa elimu nini maana ya tamasa. Kwa hiyo unakuta aelewi chochote, unaanza kumwambia kwanza tamasa ni kitu fulani na ipo hivi. Nasi tumeandaa tamasha kwa kuhakikisha kwamba tunakutana pamoja, tufanye mambo yetu, tuelimishane, lakini tupate masomo pia mbalimbali kuhusu jamii yetu. Anaanza kuambia sasa hivi ni kipindi cha kampeni, kwa hiyo ni changamoto. Tuacheni kwanza tumpiganie mama,
alafu baadaye mtakuja baada ya hilo tukio. Kwa hiyo kiuhalisia ilikuwa ni changamoto sana, lakini timu yetu ilikuwa ni timu imara. Pamoja na kukutana na hizo changamoto, walikuwa na uwezo wa kupokea, wakasikiliza kwa umakini bila kumbugudhi mtu. Wakasikiliza, baada ya kumaliza tukachuja, tukajua nini tufanye kwa wakati unaotakiwa. Kwa hiyo kiuhalisia tukiwa na timu imara tuliweza kufanikiwa kwa sababu tulikuwa na timu ambayo ilikuwa inafahamu malengo nini, lakini pia tukustop baada ya kukutana na changamoto za aina yote. Hiyo ndio siri kubwa. Lakini okay, baada ya tukio sasa, siku ya tukio kwanza nituzungumze tu kwa ajili siku ya tukio tulifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Watu waliona na watu wamefurahi. Watu wamekula mpaka chakula kilibaki. Na sisi tulishuhudia kwa sababu tulikuwa miongoni mwa watu baada ya tukio kuisha tukawa tunakaa sasa kuulizana mambo yameendaje, na tuligundua watu walifurahi sana. Watu walipata elimu. Tuliwaleta watu wengi mno. Tulikuwa na mashirika tofauti tofauti. Tulikuwa na watu kutoka mikoa yote nchi. Sidhani kama kuna mkoa wote haukuwa pale. Tulikuwa na watu wengi sana ambao walihudhuria kwenye tukio na wamefurahia, na sisi tulijifunza vya kutosha. Sasa hivi ukipita kwenye social media huwezi kupita ukakosa kwenye, yani ukiwasha bando lako hata sasa hivi ukiscroll kama mara 10 hivi TikTok lazima utakuta tukio ambalo litokea screen. Ni tukio kubwa sana. Kama ukumkuta hapo anaimba basi utaona matukio mengine yakiendelea. Ni kweli. Kwa kuna mambo mengi yalitokea na tumefurahi kwa sababu watu wamepata elimu. Lakini watu pia wamekutana na mambo mengi yameendelea kuibuka mara baada ya tukio hilo. Na niseme tu ili ilikuwa ni ya kwanza, lakini huko mbele tutakuwa na matukio mengi sana ya kitaifa. Kuna hili swala ambalo umesema kwamba mmefanikiwa kwa asilimia kubwa sana, hasa wakati mnafanya maandalizi ya kuandaa tamasha kubwa la Tamasa. Ona makari nolong na naro duando kilingumo kwa leng. Kwanza chakula kilikuwepo kingi, vilikuwa vingi. Kainu tumio kuna pesa ya pain kuna ndai pia timu mpaka ndoro kuna pesa na hapa nji. Kwanza ni laki kilo nini kumbi vitu kama hivyo. Mekwa kwaje? Okay. Moja tulipanga, unajua ili ufanikishe sherehe aina yote ni lazima uwe na mahesabu mazuri before. Tulikuwa na budget ambayo tulishaipanga kabla kabisa event. Na tulipopanga ile bajeti tukaanza kusema sasa hizi pesa tunapataje. Na ndivyo sasa kama wachumi sisi tunawafundisha bajeti inapangwa kama wanachuo au kuna baadhi ya watu pia ambao mnawafuata na kuwaomba tunakuja baada ya kuwa na budget. Baada ya kuwa na budget tukaja kusema okay tunapatia wapi pesa. Ndio tukaanza kuwaza sasa source of income tufanyaje. Moja tuliwaza kuwa na wadau kwa sababu ya watu ambao ni followers wa elimu, lakini pia ni watu ambao wameshasoma, wanaelewa uchungu na mazingira yetu sisi kama wanafunzi wa Kimasai tukiwa mashuleni. Kwa hiyo tulikuwa na watu tukawa listi wa kutosha. Na tukaanza kumfuata moja baada ya mmoja. Tulikuwa tunatoka kwa huyu tunaenda kwa huyu. Tukimkuta huyu akisema hawezi kufanya tunaenda kwa mwingine. Na tukati tamaa. Kwa hiyo tukatembea kwa watu wengi mno, kwa wadau ambao tulikuwa tunafahamu. Lakini pia ilikuwa ni njia ya kwanza na tulifanikiwa kwa asilimia kadhaa kwenye hiyo njia. Lakini pia tulisema sisi kama kamati lazima tuchangie. Tuna rate tofauti kabisa na wanachama wengine. Kuna mtu mwingine anaweza akafikiria labda kamati kufanya chochote labda ni kutembea tu, lakini tulitoa rate kubwa kuliko wengine wote. Wanachama tuliwaambia watoe maana ya viongozi wa mikoa, lakini pia mkoa kama mkoa tuliwaambia mchangie kiwango fulani. Kuna kiwango tuliweka. Kuna mikoa mingine haikufanikiwa kutoa, lakini zile zilizotoa zilitusaidia mahali. Kwa hiyo pesa zilitoka kwenye source hizo tu. Hakuna source nyingine aina yote. Sisi tulipambana, tulienda kwenye mashirika yetu haya kama ya Kimasai, Musoi, wapi, PwC, zote hizo tulipita. Sababu nilizoona pale sponsored by PwC. Hata sisi naona umetuweka pale bwana. Tuliweka sana sababu na in fact tulikuwa pia sehemu ya kufanikisha lile tukio. Hongera sana. Kwa media zote hizo zilikuwepo. Ninyi mlikuwepo kama Lupa TV na mlitusaidia, tuliona mchango wenu. Wote media zote tulizitaja na tulienda kabisa kuwatembelea na wao hawajatuangusha. Na tumeona mchango wa jamii hasa kwa ajili ya wanafunzi na vijana wao walioko mashuleni. Tunafurahi na tunaendelea kuwapongeza. Kuna kuwa na changamoto kubwa sana ya kuanza jambo alafu baadaye linaisha njiani. Sasa nyinyi kama Tamasa, kaira mkonkonda pia hakikisha kwamba Tamasa itadumu milele. Kwa maana ya kwamba itadumu kusimamia ile misingi ambayo mmeanza nyinyi kama nyinyi. Mtafanyaje?